So kwa lolote, yani sisi tukiwa hapa vile tulivyo, sote hapa tukiwa kama yeye ndio baba yetu, na siku ya leo ni kama siku ya leo, siku ya kina baba. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tunaanza na yule. Bwana asifiwe. Tunamtambua, maana tunajua sisi tukiwa hapa kwa lolote lile, sisi tumefichwa chini ya mbawa zake. Bwana asifiwe. Na hatuna msaada mwingine bali ni yule. Bwana asifiwe. Kwa hivyo yeye mwenyewe alianza alipotuumba. Bwana asifiwe. Na wanadamu wajua alituumba akiwa na upendo mwingi sana. Alipenda tuishi vizuri, tukae katika shamba la Edeni na tusikoseke. Bwana asifiwe. Yaani mambo yakuwe rahisi tu. Lakini baada ya sisi shetani kuingilia kando na kufanya vile alivyofanya, basi ikawa ule ushirikiano wa Mungu na mwanadamu ikawa umefutwa. Bwana asifiwe. Lakini kwa vile one of the qualities of the Father ni kuwa loving. Bwana asifiwe. Yaani kuwa na upendo. Bwana asifiwe. Na amri kubwa yenye Yesu aliacha wakati alipokuwa anapaa juu mbinguni ilikuwa ni upendo. Bwana asifiwe. Hebu jipigie makofi. Bwana asifiwe. Je, tunapendana sisi kama kanisa? Bwana asifiwe. Qualities of a good father ni upendo. Nasi tunafanya tanyayo hizo. Je, tunapendana? Bwana asifiwe. Sisi kwa sisi kweli tunapendana? Wababa kweli tunaonyesha upendo huo kwa familia zetu? Bwana asifiwe. Kwa watoto tunaonyesha upendo huo sisi kama kina baba? Bwana asifiwe. Kwa mabibi zetu tunaonyesha upendo huo kama sisi kina baba? Bwana asifiwe. Kwa jamii kwa ujumla sisi tunaonekana vipi? Bwana asifiwe. Wajua Wakristo siku hizi tumekuwa na ile tabia vitu zingine za ajabu. Bwana asifiwe. Unaweza fanya kitu mpaka mtu akakaa akasema, "Hey, jamani, kweli hii kweli inafaa iwe namna hiyo?" Mtu anasema hata kama mimi mwenyewe sijaokoka siwezi kufanya namna hiyo. Bwana asifiwe. Tumekosa upendo. Bwana asifiwe. Sisi kama kina baba, nikiwa mmoja wao, tumekosa upendo. Bwana asifiwe. Tunastahili tuwe tunapendana. Bwana asifiwe. Tukiwa na mmoja wetu kama tunajua huyo ni mmoja wetu, kuna mahali analemewa, tunaweka ule upendo. Tunajaribu kutafuta yuko wapi, ni kwa nini hakuji, tunajaribu kufuatilia. Sisi kama wababa tunaweka upendo kwa jamii kwa ujumla. Bwana asifiwe. Tuko hapa, mtu amelemewa, ni mambo na matibabu, mambo na masomo, mambo na nini. Bwana asifiwe. Yaani wajua katika kule kupendana ndio amani na suluhisho linapatikana hapo. Bwana asifiwe. Na John 3:16 inasema nini? Kwa maana Bwana alipenda ulimwengu ndiposa akamtoa mwana wake wa pekee, kwa yote atakayemwamini apate kufanya nini? Kuokolewa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo Mungu mwenyewe alitupenda tena sana. Bwana asifiwe. Na vile vile nilivyoeleza, alipoona sasa hao watu wataangamia, kuna ushirikiano ushirikiano wangu mimi na wao umekatika kwa sababu ya dhambi. Bwana asifiwe. Nitafanya nini? Kwa vile nawapenda, nitafanya nini? So akatoa mwana wake wa pekee. Hiyo ni kudhihirisha nini? Anatupenda. Na sisi pia lazima tupige, tukue na upendo ule. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hebu jiulize, labda wewe unampenda mwenzako? Bwana asifiwe. Semekana umpende jirani yako vile unavyojipenda wewe mwenyewe. Sasa leo kwa vile ni siku ya wababa, sisi wababa lazima tuonyeshe upendo wa hali ya juu kwa watoto wetu, kwa kanisa, kwa jamii. Bwana asifiwe. Wajua hata wakati yule mtoto mpotevu alipokuwa ameitisha, si unajua hiyo historia? Bwana asifiwe. Kuhusu yule mwana mpotevu mwenye alisema apewe nusu, apewe haki yake, sehemu yenye ilikuwa ni kama mali yake, agawanyiwe urithi wake. Bwana asifiwe. Alipoenda akatapanya kule, akamaliza,
Wakati babake alipokuja, Bwana asifiwe, tumesema one of the qualities love, si ndio? Second pia ni ile inakuja forgiveness. Bwana asifiwe. Lazima ukuwe mtu wa kufanya nini? Wa kusamehe kama baba. Bwana asifiwe. Sio basi uking'ang'ana kitu basi ni hapo umeshika ubanduki hapo. Bwana asifiwe. Kuna watu wako na roho yani hakuna msamaha ndani yake. Kitu kidogo tu ndio hivyo na hivyo kabisa. Bwana asifiwe. Yaani hata ukapiga magoti ukalalamika, yeye vile ameshikilia pale, hakuna hata tone ya msamaha kwa roho yake. Bwana asifiwe. Lakini sasa katika Biblia ukisoma katika hizo habari za yule mtoto mpotevu, Bwana asifiwe, aliitisha ile sehemu ya mali yake na akapewa. Bwana asifiwe. Na after that alienda kwa karibu na vikamkuta, alipokumbuka kwamba yuko na baba yake alirudi. Bwana asifiwe. Kwa sababu baba anatakana akuwe na qualities za kupenda na kusamehe. Alifanya hivyo. Bwana asifiwe. Alimsamehe, alimwangalia akiwa yuko kwa mbali, akasema yule ni nani? Mchinjieni. Bwana asifiwe. Mpatieni nguo, mvalisheni, mvilisheni viatu, mvalisheni mpaka pete kwa vidole vyake. Bwana asifiwe. Ameonyesha nini? Upendo na kusamehe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo sisi baba tusikue kama labda bibi amekosea basi umeweka mpaka hata taenda. Bwana asifiwe. Yaani wewe kwa roho yako hakuna msamaha. Mpaka mtu ataonekana na fushi tu ametoka kwa kitu ndogo tu. Bwana asifiwe. Umeshikilia kabisa. Bwana asifiwe. Wajua kuna ndoa zinavunjika kwa sababu ya kitu kidogo tu, msamaha. Bwana asifiwe. Amen. Msamaha. Yaani ile kusema mtu hawezi sema tu nimekosea, nisamehe, ama nimekubali umenikosea, unaomba msamaha, nimekusamehe. Bwana asifiwe. Watu ni zile shingo ngumu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo siku ya leo sisi kama wababa tunakumbushwa tukue watu wa kupenda, tukue watu wa kusamehe. Bwana asifiwe. Tena hata Biblia ukisoma katika Mathayo, Bwana asifiwe, inasema ni qualities za Father. Bwana asifiwe. Niiteni nami nitaitika, bisheni nami nitawafungulia, mkiomba mtapewa. Bwana asifiwe. Huyo ni baba yetu aliye juu mbinguni. Bwana asifiwe. Anasema wakati tunapoomba tunapewa, tukibisha tunafunguliwa. Bwana asifiwe. Mpaka kaenda akasema mahali hapo, nani ataomba mkate apewe jiwe, ama aombe samaki apewe nyoka. Bwana asifiwe. So sisi kama wababa, sisi ni providers. Bwana asifiwe. Hiyo ni namba 3. Lazima tujue kwamba sisi ndio tutakuwa tukiprovidea familia. Bwana asifiwe. Tusiache watu wahangaike tukasahau majukumu yetu. Bwana asifiwe. Wababa oye. Hata kama ni wachache, hakuna mtu ambaye anakosa baba mahali hapa. Bwana asifiwe. So unamwakilisha, unajua kwamba ni vigezo gani anatakana yeye kama baba akuye nazo ndio akuye amequalify. Bwana asifiwe. Kwa sababu leo siku ya baba na lazima tusimame. Bwana asifiwe. Nikiwa baba wa kinasidi. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo na unajua wakati wajua tena mbaba ndio protector. Bwana asifiwe. Amen. Sijui kama mnanielewa. Maanake Biblia inasema sisi tumefichwa katika bawa zake. Bwana asifiwe. Wajua katika zile ile kuku vile anavyofanya wale vifaranga, ikiinua mabawa zake hivi hiyo wale vifaranga waingie, ni protection ile anawapatia. Bwana asifiwe. Kwa hivyo lazima tuwe tayari kuprotect familia zetu. Bwana asifiwe. Sisi kama mababa. Bwana asifiwe. Sio kukicha kitu basi. Wajua hata mtoto anaamini. Bwana asifiwe. Mimi kuna siku nilipokuwa naingia hapa, hata kinasidi hawajui. Hapa nilipokuwa naingia hapa Katibeni kulikuwa na manyoka sana. Bwana asifiwe. Amen. Sasa Nyangala aliona nyoka. Sijui kama aliona vipi. Sasa akawa ananikimbilia. Kalikia ndani. Akaniuliza lakini baba alipo nini? Kaambia wacha. Mimi sio
mchezo. Niliingia ndani hivyo mbio kwa sababu vile umepiga nduru na kaniambia ni nyoka. Nitafute kitu angalau nijue ndani. Sasa akaniuliza, sasa kitu atafutia ndani ama nje? Ndipo nikalia na wale wasimjase nikasema, lakini kusema kweli si ninajaibisha sasa. Mtoto atachukulia vipi? Mimi mwenyewe pia nimekimbia kama yeye. Ndio nikakumbuka ile nafasi yangu kama baba, sasa nikafanya sasa niko wapi? Hivyo hata natafuta najua huyo ashaenda, nilikuwa muoga wewe. Najua huyo ashaenda. Sasa wapi baba? Baba unajua mimi ni mbaya sana. Nilimuona nakata kichwa kabisa. Bwana asifiwe. Hata kuna siku bibi yangu hiyo choo hapo kwenye nimejenga hapo. Anaenda kunyanyoka, alikuwa anapenda kwa hapo. Mkubwa sana. Bwana asifiwe. Anaenda kwanza alianza kunielezea na akaanza kuniambia basi itakuwa kama labda huko hapa mimi nitakuwa sioge. Ama kama ni hivyo nitakuwa ninangojea usiku niogee nje. Nikamuuliza kwa nini? Akasema kuna nyoka hapa mkubwa sana. Napiga mahesabu mimi sikudanganya, nilikuwa mwoga. Akiniambia kwanza kuna siku nilikuwa kazini wakaniambia wameona nyoka hapa nyumba. Yaani kidogo tu nimwambie hiyo nyumba weka moto. Lakini yaani muoga. Bwana asifiwe. Nilipoona hiyo hali imeendelea namna hii, mimi hata kama wale ambao labda wakati ule kipindi nilipokuwa nikokoni, nilikuwa napenda kwa sababu nikikaa kidogo nikija manyasi yamekaa. Nikija pika ya kwanza ilikuwa nikufeka. Nataka nifike hiyo compound ikiwa iko sawa. Hasa siku nyingine kusema kweli bibi yangu akaingia. Alipoingia tu kuweka hiyo maji, huyo mdudu ndio huyo ametokelezea. Akasema ndio huyu hata nilikuwa nimekueleza. Ilibidi nikikaze kiume. Nianze kutafuta yuko wapi. Nikajua sasa siri. Mimi kama mbaba nafanya protect hawa watu. Sasa nitafanyaje? Kila saa shida ni hizi. Ni njia gani nitatumia? Sasa nikaamua nafika mpaka plot ya majirani. Nauliza lakini wewe wataka kunyakua plot, amwambia njoo nikueleze. Hata sina si kama nataka kunyakua plot. Nataka kote kuwe safi, kufanana. Sasa unajua zile plot ambazo zimekuwa karibu na mimi ni vichaka kwa sababu wenyewe hawapo. Sasa nikachukua nafasi hiyo as a protector. I must protect my family. Ilibidi nifanye huo msitu. Maana familia inanihitaji. Inataka kufeel ile protection. Bwana asifiwe. Kwa hiyo sisi kama baba lazima tuwe watu wa protect familia zetu. Bwana asifiwe. Na unajua kuna mambo mengine huwa inainuka. Na hili jambo mimi nilijifundisha kwa sababu niko na bibi na mambo hayo. Unajua mambo mengine vile unavyozidi kuishi, kuna mambo mengine unaendelea kusoma. Bwana asifiwe. Kuna mtu nilikuja, mama walikuwa na moja mbili na mwenzake kawaida tu. Sasa mimi nikaingilia ile na nikaonekana ni kama nimelemea upande wa yule. Sikuamini. Bwana asifiwe. Kwa nini umelemea upande ule? Najaribu kumweleza sababu, hakunielewa. Bwana asifiwe. Lakini kaja nikagundua, unajua yeye anafeel kama yeye hata si protect. Bwana asifiwe. Yaani anaona yeye kukizukia chochote hata huyu bwanangu mwenyewe badala anipe protection, yeye ndo anakuwa tena kama ananiataka. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ni lazima tuwe mstari wa kwanza wa kuprotect familia zetu. Bwana asifiwe. Amen. Kitu kingine ni hizi tunaitwaje hivi? Ni kama fellowship. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Ni kama fellowship. Maana hata wakati ukisoma Exodus, taenda ujisomee Exodus 6 mstari wa 6. Bwana asifiwe. Amen. Musa alitengeneza hema, mahali pa kukutania. Bwana asifiwe. Mahali pa kukutania ili wakati wanapokuwa na hitaji lolote kuhusu wanataka kumwita Mungu wao, walikuwa kama hapa. Bwana asifiwe. So kuwa sisi kupatikana kwa kusanyiko kama hili, mimi kama mbaba ni muhimu sana. Bwana asifiwe. Fellowship. Bwana asifiwe. Na unajua katika hizi fellowship ndio zinasaidia. Bwana asifiwe. Amen.
makesi mengi za watu ambao wanaojitoa uhai, kwa sababu baba anapitia mambo mengi sana. Bwana asifiwe. Baba akiwa yeye ndio kichwa cha nyumba, kuna mambo anapitia mazito. Bwana asifiwe. Na saa nyingine unajua watu walilelewa katika ile malezi ya kuambia kwamba mwanamume, manake mbaba wasi mwanamume. Mwanamume anapaswa kujikaza. Mwanamume hapaswi kulegea. Bwana asifiwe. Saa zote kutangazia mambo yake watu. Bwana asifiwe. Sasa watu wengi wanajua hivyo, na hiyo inafanya mtu anaweza kuwa anapitia shida zake. Bwana asifiwe. Maana ya kuwa na ile fellowship na wenzako inasaidia kutoa chenye kiko kwa roho labda unapitia, at least upate ushauri. Bwana asifiwe. Maana inaweza kuwa unatembea lakini kuna kitu kinakukula. Bwana asifiwe. Sasa kama hatuna ushirika kama sisi wanaume, hii mambo tutaambiana vipi? Mtu anaweza kaa akajitoa uhai kwa kitu ndogo tu. Bwana asifiwe. Kuna wakati niliwaambia, nafikiri nilikuwa ni last year mwezi wa 9. Bwana asifiwe. Ninaenda nyumbani kuzika huyo rafiki yangu. Mambo madogo tu. Bwana asifiwe. Akata nikajiuliza, lakini huyo jamani, ndio si kwamba mimi ni mshauri, lakini mimi pia si ni mtu. Na angejua hii kitu akashare, huyu mtu hangekufa. Bwana asifiwe. Amen. So mbaba mzuri, na ukitaka kuwa baba mzuri, Bwana asifiwe, huwa pia uko unatangamana na wenzako, uko katika ushirika. Bwana asifiwe. Ukiwa na kitu unaona unapitia, unafanya nini? Unakitoa. Bwana asifiwe. Unakitoa ndipo upate kusaidika. Bwana asifiwe. Na pia kama vile tunavyosema baba wetu wa mbinguni ni provider. Bwana asifiwe. So one of the qualities paka uwe provider. Bwana asifiwe. Sijui kama mnanielewa. Mbaba mzuri ni lazima ukuwe mtu wa kupeana mahitaji kwa familia. Bwana asifiwe. Maana kama anaprovidea familia yake. Bwana asifiwe. Ukiona mtu anajua kwamba kuna watu wako na family na hawajali. Bwana asifiwe. Mtu hajali, ako na watoto hawaendi shule. Wajua unaweza kuwa na mtoto haendi shule, lakini wewe unataka, lakini kwa ajili ya mapato ndio imefanya siende. Hiyo ni issue tofauti. Lakini wewe uko na mtoto amefikia ama anatakana kwenda shule, jali. Kuvaa jali, kula jali, vile wanavyoishi hata una habari. Hai jamani, huyo si baba mzuri. Bwana asifiwe. Hiyo si quality ya a good father. Bwana asifiwe. So kuna vitu vingi. Bwana asifiwe. Hata kanisani hapa unasikia wazee ni nguzo muhimu katika kanisa. Bwana asifiwe. Amen. Wazee ni nguzo muhimu katika kanisa. Bwana asifiwe. Tukisimama vile inavyotakana sisi kama wazee kanisa na Bwana asifiwe. Kwa sababu gani nasema, na si kwa jana nimesema eti labda nimesema wamama na sijui nini, lakini kwa unajua hata Biblia inaandika, na si kwamba ninasema kwa ubaya. Bwana asifiwe. Hii muipokee na hekima katika ile hali ya kufundisha. Bwana asifiwe. Wanawake katika Biblia ni viumbe dhaifu. Bwana asifiwe. Na hata tunaambiwa wakati tunapoishi nao, tuishi nao kwa hekima. Bwana asifiwe. So kuna mahali wanaweza simama na wakapoteza mwelekeo. Bwana asifiwe. Sasa sisi tusipojua nafasi yetu kama wababa, hiyo gari itaingia msituni na wenye kukua blend sisi. Bwana asifiwe. Maana hapo kusimama katika nafasi zetu. Bwana asifiwe. So it is not an easy task kuwa a good father ama kuwa a father. Si kwa sababu tu wewe ni baba. Bwana asifiwe. Kuna majukumu hapo. Bwana asifiwe. So tukiwa kama sisi wababa hapa kanisani, ni jukumu letu ku make sure kwamba kanisa inaendelea vizuri. Sisi tukiwa Mungu, wazee ni vichwa. Bwana asifiwe. Sisi tukisimama katika nafasi yetu, kuna mambo mengi sana tutakuwa tumeenda vizuri.
Bwana asifiwe. Mbaba mzuri si yule wa kusengenya. Na ukiona mbaba ameingia katika laini hiyo, amekosea. Bwana asifiwe. Hata haiko katika qualities za wababa hizo. Bwana asifiwe. Lakini wababa tujipigie makofi, sisi si watu wa hivyo. Hata kama wewe ni mdogo, ni upcoming father, you just clap for yourself. Bwana asifiwe. Kwani wewe unafikiria kama wewe ni mwanamume si utakuwa baba, na kama wewe ni mwanamke hiyo ndio tena lazima ukuwe na vision. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Na pia tumesema kuhusu mambo ya kanisa kuangalia. Bwana asifiwe. Vile nilisema tukiwa na upendo kanisani, mambo mengi yatakuwa vizuri sana hapa kanisani. Bwana asifiwe. Upendo tu, mambo mengi yanaweza enda vizuri sana. Bwana asifiwe. Na sisi tukisimama katika nafasi yetu, kanisa itasonga mbele. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tuko na jukumu, si kwamba tuko kanisani tu. Sisi kama wababa, hiyo ni jukumu letu. So kama kuna mahali kunaenda mbaya, we are the first to be blamed. Sijui kama tunaelewa. Hiyo nafasi ni yetu. So tushike nafasi yetu vizuri. Bwana asifiwe. Ni tushike nafasi yetu vizuri. Bwana asifiwe. Kitu kingine pia, mbaba ni mtu wa kubariki. Baba mzuri. Bwana asifiwe. Kuna mahali hapo. Bwana asifiwe.